tulieni. Mwacheni apigwe, maana yule mdomo umemzidi. Naona kwa maneno yake. Hadaki kwenye ndoa hajakaa kama swala mdomo. Kwa mwacheni tu Manundu mpumbavu wewe. Mwacheni tu. Wewe mwache apigwe mpumbavu wewe. Umeona? Umeona ngumi ya jicho, umeona? Uwe kapigwa. Mwache. Wametaleta Gegedu ujue, mimi nilikuwa mjini Gegedu ujue. Mkoto finento samani na mimi nilikuwa pondo vile vile. Basi. Pole kaka. Mbavu. Hadi mbavu zinaumia jamani. Yaani mji wote. Pole. Hapo bahati yake. Bila kutukamata pale. Yaani yule yaani mpo wetu sikata nani mwanetu tukatangulia. Yule naongea kwa pili kutangulia mpuzi mkubwa yule. Pole. Unajua nini kaka? Mwanamume kupigwa na mwanamke ni aibu sana. Usikubali kirahisi rahisi tu. Ukikubali mtoto azikiwa hapa na ushapigika, huo ujinga. Cha kufanya hapa, tutoke hapa tukasambaratishe watu wote waondoke pale msibani. Afu tuone watakuwa na kiburi cha kumzika. Poa, nimekuelewa. Shenzi sana. Afu anatuchukulia poa poa tu. Mambo mengine bwana, mimi nawashangaa tu. Yaani wewe utajichukuliaje maamuzi kwenda kuchimba kaburi kule wakati mwenye mtoto tu hajafika? Unatuma watu wakachimbe kaburi. Unataka kuzikwa wewe? Kuhusu uchulo huu. Subiri wenyewe waje kumwangalia mtoto wao kama kweli amefariki wajue. Pumzi hizi zimekata kweli au huyu mtu yuko hai. Watu wanaenda kuchimba kaburi tu. Uchulo huu. Wifi, wewe ndio wa kumshauri kaka yako aache mambo ya ugomvi, sio mazuri. Mbona kaka yangu kashati na kashakuwa na subira? Tunamsubiria kaka yako atakapokuja ndipo tuzike. Haya maneno yanatokana na nini? Afu mimi nina shaka na nyinyi. Hasa huyu anaojifanya mke. Kwa zingine naye muangalia za kuoa. Wifi, unaongea nini? Ona sasa. Wasatulia mwanetu. Yaani msiba huu na mambo huu. Subiri uone kichwa. Najua pumbavu. Na kukumbatia maiti isiende kuzikwa kwao. Sio bure, nyewe mmelogwa. Shangazi na kuheshimu. Usinitibue. Niliyokuwa nayo ni mazito, acha nimzike mume wangu. Muda mrefu nakusikia tu maneno yako. Sio kwamba tumekaa kimya sisi ni wajinga, hapana. Ila ni heshima tu iliyokuwa kwenu. Ndiyo, sisi ni wachawi na tunataka kumla nyama. Unaamua nini sasa? Mtoto shika adabu yako. Mimi sio huyo wala yako aliyokufa, sawa? Kaka nakufa.
wanne. Sababu unajua tunaweza katokea katika watu watatu, watu wanne kwenye msiba. Nasema mimi kaka, mimi naondoka. Na sirudi tena msiba na wasirudi, nakwambia naondoka mimi kaka. Kaka mimi naondoka, sirudi tena hapa na unioni mimi, haki ya Mungu na nitume mimi sirudi hapa. Utazika peke yako kaka, mimi naondoka hapa, sirudi tena. Yaani msiba huu umepita sana huu. Na mimi nilikuambia, sijaona nielewa. Nilikwambia moja kwa moja kwamba hawa inawezekana kuna jambo atakwenda kulifanya. Hao ndio kitu kimoja. Yaani wanakugombania mwili. Yaani ule. Yaani hili nalo limelala tu bweha hivi. Wamesha likulula ile mikato hapo ile kazi kulipo. Sio kama kachoka. Nini? Hao wengine usura maustadhi hao wanakuja majini misibana, kuja kubeba majini huko usiku ndio mipaka yao. Wao kazi zao kuja kwa maiti hapa. Huyu ndio nani? Aliingia ndani. Huyo aliingia ndani, huyo ndo baba. Kama tunazika sasa hivi. Unkozeka mtazika kama mtachelewa. Kama Mungu kama vile tunakika ndani katika hiyo msiba wanaye. Simuone ndio. Hali sio nzuri, toka tufike ni kupigwa tu, kama ulivyomuona ndugu yako, mpaka mkono wamemuumiza na mwili mzima kumwekea maumivu. Kisa wanataka msiba uwe hapa na mtoto azikwe huku. Ndio mkapigwa? Tena sio mara moja. Hey. Basi sawa, ngoja nionane na mzee mwenzangu, alafu tutajua cha kufanya, kama tutahamisha msiba au vipi. Sawa? Haya kaka. Basi mzee mwenzangu, ujio wako na imani mtamaliza matatizo haya. Wewe ni baba, utakaa na wazazi wenzio, mtamaliza. Kwanza mtu huzikwa popote, kikubwa kufuata kanuni na taratibu za kidini. Mnayafanya sivyo. Sawa, nimekuelewa mzee mwenzangu, nitafuatilia pendekezo lako. Ingawa imeniuma sana kumkuta ndugu yangu amechana kupigwa. Imeniuma sana. Hayo achana nayo, wewe umeshakuwa mtu mzima, jikaze. Jamani, nadhani tumekutanana hapa, tulikuwa tunamngojea ameshafika. Waswahili husema mjuzi wa mbwa kinywa bado wa moto. Kwa tumsikilize ana lipi la kuongea. Kuna la zaidi. Mwili wa marehemu ukishatoka kule monchwali, ni moja kwa moja wapi? Likwado, kwa ajili ya mazishi. Sawa kabisa. Haya, mwanaume kashasema, tuone kijike mtu kitoe mdomo wake hapa. We binti, hata kusema hayo. Hiki kikao tumekaa kuja kufedheshana au kupangilia mambo namna yanavyotakiwa kwenda? Sasa nasema hivi, Alidi anazikwa hapa na hamna mtu yoyote ataikanusha ikauli na kutia neno. Yaani wewe tena nilikuwa nakutafuta vibaya mno. Umeshanipata. Wakati mimi ninatongozana na dada yako, wewe ulikuwepo? Wakati tumepanga mimi na dada yako tuzae, wewe ulikuwepo? Usilete mambo yako. Huna maamuzi juu ya hili.
wewe ni mjomba, mjomba ni mama. Mgumba mkubwa wewe. Zawa kwako. Haya ndio tuliongea. Wewe ulitoa wazi, una maamuzi kukubali au kutokukubali. Niacheni, kuna damu kazini. Tutazika hapa nasema. Niacheni. Yaani jamani hivyo. Acha. Jamani Shekhe, nimekuiteni hapa kwanza, hayo niliyoyasikia hata mimi amenihuzunisha sana. Mimi huko nilipotoka na dharura zangu nikasema nikifika huku labda nitakuwa nimechelewa kweli, lakini nikasema kwa vile ni ndugu zangu itabidi nifanyaje, nifike. Washaniambia mimi binadamu, lakini itabidi kwanza nifike nikajue taratibu nyinginezo zinazoendelea. Lakini cha kushangaza, nafika hapa naambiwa bado maiti ipo ndani. Ndio kilichonichosha mno. Watu wamepigana, mwagana damu. Kwa sababu gani watu mpaka tupigane? Kisa mtu amekufa, wakati inajulikana kwamba mtu akishakufa ni inakuwa ni mali ya Allah, tena sio mali yetu sisi, inatakiwa afanywe haraka kwenda kuzikwa. Japokuwa kwamba Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam atuambia ataanni min Allah wala ajlatu min ash-shaytan, kwamba upone unatokana na Allah, haraka inatokana na shetani. Hii haraka hii haikukusudiwa katika mazishi. Yametolewa mambo hayo matatu. Mambo matatu hayo yanatakiwa afanywe haraka, na haraka hiyo haitotokana na shetani bali inatokana na Allah mwenyewe. Ameyaruhusu mambo matatu. Moja wapo, mtu akitaka kuoa au mwanamke anataka kuolewa, basi afanywe haraka ndoa yake. Pia mtu akitaka kusilimu akakwambia bwana shekhe, mimi nataka kusilimu, basi haina haja kumtafuta shekhe mkubwa wala nani, pale pale wanamtamkisha shahada. Jingine ni hili jambo la msiba, mtu amefariki, inatakiwa afanyiwe haraka maandalizi, akafanyaje, akazikwe, ili mradi hata kama ule mtu atakuwa amefanya mabaya, ana machafu mengi, Mungu atamfanyia wepesi kwa kule kuharakishwa kwake kupelekwa kaburini. Vile vile hata huyu mtu kama ndo alikuwa mwema, basi anaziwahi kheri zake kule kaburini. Lakini nyinyi mnapoendelea kumwacha huku juu duniani, watu nitafago huko, basi ule mnamweka katika fungu gani? Dini haijatufundisha hivi jamani, dini haijatufundisha hivi. Mimi kwa kweli nimeudhika sana, nimekasirika sana. Hasa shekhe ndio umeniudhi kupitiliza, kwa sababu wewe shekhe unajua haya yote. Yaani ilikuwa haina hata haja mimi kuja kuzungumza haya. Ilikuwa wewe ndio wafikishie hao. Japokuwa kwamba wamekasirika wamefanya, lakini wewe ilikuwa wajibu wako ni kufikisha. Kwa sababu sisi tumeambiwa tufikishe ujumbe, haijalishi watu wanakubali au hawakubali, lakini kufikisha ujumbe ni muhimu. Je, shehe uliwaambia? Kwanza shekhe, naomba radhi kwa hili. Yote ni kutokana na mtafaruku uliokuwa umetokea. Mimi nilikuwa najitahidi sana tuweze kuwahi muda kuweza kumzika marehemu. Lakini upande wa wenzetu Kibabani, wao walikuwa wanang'ang'ania marehemu achukuliwe akazikwe kijijini kwao, na familia ya Kikeni na ng'ang'ania mtoto azikwe hapa hapa. Kwa hiyo hilo ndio liko ubaoni. Haikusema kwamba msiba lazima ukazikwe kiumeni. Shekhe, utaratibu umepata wapi shekhe? Sisi dini yetu tunaipata kutoka kwa Allah na Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wao wametuelekeza kwamba tufanye hivi, kwamba tuharakishe mazishi, na mazishi sio lazima akazikwe kwa baba au kwa mama, hapana. Pale unapotokea msiba, mazali makaburi ya Waislamu yapo, basi pale pale anazikwa. Sasa mji kashaandaliwa, yani kaburi kashachimbiwa. Haya, kilichofeli nini? Na sanda zipo, kila kitu. Kilichofeli kitu gani? Kwa hiyo jamani, mimi naona haya mambo yaachwe. Ni tafaruko hii inaleta hasara, na tunaweza tukauana wenyewe kwa wenyewe kwa sababu ya mitafaruko isiyokuwa na maana. Kwa hiyo shekhe, ningeomba ili jambo lisijirudie tena. Kufanya kosa sio kosa, ila kurudia kosa ndiyo kosa.
Maridi. Naomba kitu kimoja unisaidie. Naomba unihifadhi ndani. Maana nahisi kaka zako kule watanipiga, bado wana chuki na mimi. Hivi mimi nikakupa hifadhi ya kulala ndani? Mbona unajisaulisha wewe? Hapa tumekuja kwa ajili ya msiba wa mwanetu, si ndio? Umekuja tumuhifadhi mtoto. Sasa hebu angalia kule mgomvi kama vile mimi nafanyaje? Sikia nikwambie. Kati ya ndugu zangu na ndugu zako wewe, nani ambaye wakorofi? Ndugu zako, hasa huyo dadako. Amempiga kakangu kama nini? Utasema nani ni mkorofi hapo? Mmekuja msibani ama mmekuja kwenye vita? Leo naomba hifadhi kwangu. Mwanaume una haya wala ujui vibaya wewe. Na kingine basi, kama mwanangu Alidi kakaa tumboni kwangu miezi 9, atazikwa hapa hapa. Ila kama ni mtoto wa mtu mwingine, alilala kwenye tumbo la mtu mwingine, ataondoka, ataenda unakotaka wewe. Nadhani tunaelewana. Sawa. Nimeona jitihada zako za kutaka kunihamisha katika ardhi hii. Mimi nimekulia hapa na nimezaliwa hapa na nitazikwa hapa. Endapo utanitoa katika ardhi hii na kunipeleka ardhi nyingine yoyote unayotaka wewe, sehemu nitayozikwa na wewe, siku hiyo hiyo utazikwa hapo hapo. Mbona unatusitua hapa? Unafanya kazi kutudondesa moyo tu hapa bwana. Twendeni tukazike. Twendeni tukazike. Mzee mwenzangu, saizi usiku tukazike? Ulishawahi kuona msiba wa nani wakazika saizi? Empumzika kwanza, asubuhi tutaenda kuzika. Sawa? Watakuwa kachanganikiwa hao. Wewe sasa ndo kwanza saa asubuhi tukazika. Saa asubuhi umeona sasa. Wewe ndo kwanza sasa hivi saa 8 usiku. Wataka tukazike ukaenda kumzika babu yako. Au tumekaa tumehangover kichwani humo. Umeona bwana? Sisi msiba matuvuga kweli kweli. Au ndo unaenda kumchukua ili mkamle nyama matukuupusha watu wengine sio kwa hatia. Pumbavu wakubwa. Naomba upumzike. Kesho asubuhi tutaenda kuzika. Sawa. Wewe hata kidogo walaza unao. Msiba masikini huyo. Wewe kuja kulala. Gana kwa na siku. Wewe kana vitu yoga. Wewe kapitamente kidogo tukazike. Wewe ni kama usiku. Vizuri hapo. Hapa tunalala wote hapa. Kanipiga mateke. Kunywa mguu mwingine. Hapo kilala hapo kelele hatutaki. Mbwa lala. Siba babako. Angalia bwana. Kelele. Kwanza hapo na masaa sote yamesibani, tunamkasume tupega nyembe. Mimi wachai wote nawajua. Ndio kabisa. Wewe nakujua. Wewe familia yako yote nawajua hivi. Wewe. Umeona wanipiga, umeona? Umeona baba wanipiga. Huo na sababu. Na kwa makabugu wanachoma makaburi 4. Moja na baba yako mbwa. Hapa tunalala vizuri au sio bwana? Na sio tunalala, mnakuja usiku kujifanya wachawi. Hapa bebu hii mtu. Mambo kulala katika msiba kutupiga nyembe. Mbona unatia kelele tangu muda huu unakuwa kama redio mbao? Mimi nazungumza ukweli japokuwa sijatumwa. Utajua wenyewe na Mungu wenu. Jamani tulale jamani, baadaye tukazike sawa. Leo kufa mwanetu kwa toka naye kijoti kwa ajabu, maisha freshi.
au sio bwana? Mimi jamani mtani najitambulisha kabisa. Wachawi msinibebe mimi mtani, labda wengine nyawa aka mimi sivyo. Haya. Tuwaye bwana.